Twende wote. Yesu nakushukuru, wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Bwana nimerudi tena, Yesu nakushukuru, mengine sijui, ila ili Bwana nimejua umenitendea. Someone
mambo iwe sawa, si ndio? Twende sasa, twende sasa, tunaenda hata kwa mlango na tunarudi, tupeleke mzee hata kwa mlango na tunarudi. Twende sasa, mabe wapi ni yeye anatokea? Wacha ni mzee akae.
Joshua, nilijua 1992. Na ninajua kwao kule kunaitwa Msalaba. Kwa maana hiyo 1992 tulikuwa tunatembea huko. Na nilikuwa ninahudumu hapa Mariko. Na nilikuwa mimi ni mmoja wa kikundi ambacho kilikuwa kinaitwa Kitawaluya, kinaitwa Eastland Masana North Eastlands. Na nilikuwa na kitambu establishment na kitambu. Nilikuwa naongoza ibada kwa Kiluya. Na huyu ndugu mmoja ambao tulikuwa tunaenda kuzika na yeye, na tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Baadaye baada ya kuwa diocese, tukawa na diocese ya Nairobi na tukawa na Bishop Joka. Mimi nikaalikwa kwa ofisi kuwa coordinator wa kama. Huyu mzee ndiye tulichukua, alikuwa anafanya kazi kwa ofisi yetu. Na kwa hiyo tulifanya na yeye kwa ofisi ya kama tukiwa pamoja. Na mimi nimekuja kwa rafiki yangu kumwambia kama vile askofu alisema ya kwamba it is good for you to have rested, kwa maana umefanya kazi nzuri. Baada ya kazi kuna wakati wa kupumzika. Kwa hiyo tunakuombea Mungu aendelee na kusaidia katika maisha haya. Una rest kwa mambo ya program, lakini huduma inaendelea. Bwana akubariki sana. Thank you. Yesu asifiwe. Haleluya. Asante sana kana Mungu. Huyu profesa nilimjua nilipokuwa ninahudumu hapa between 2018 to 2020. Na mzee tulikuwa tukienda naye pastoral huku mtaani, tumetembea naye sehemu nyingi sana kwa sababu yeye ndio amekuwa kama mwenyeji wa hii kanisa. So profesa alikuwa rafiki yangu sana nilipokuwa ninahudumu hapa, na ulipokuwa na mpangilio hii akanitafuta kwa simu na kadi akanitumia, na hata akanipatia reminder jana juzi ya kwamba nisikose, na kweli niliona ya kwamba siwezi kukosa occasion kama hii ya mzee Stephen Okello. Na kutakia wema sana mzee Okello katika retirement yako, na vile Canon Gishona amesema kazi inaendelea hata kama una rest katika program. Bwana tukuzwe. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Ndugu yetu mzee Okello tulijuana ya 2004 nikiwa fika huko St. Clement Githurai, naye akanisaidia sana katika uongozi wa fellowship moja ilikuwa inaitwa Lili. Na kuanzia wakati huo nikamwona mzee huyu ni Bwana na rafiki ni lazima tuitunze. Ndiposa tukasema hata kama kuna shughuli ya Kristo fike hapa, rafiki yetu na urafiki itaendelea. Haijafika mwisho, urafiki itafanya nini? Itaendelea. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Mfufo Mungu kwa wale ambao hatujuani. Na nilijua ndugu Okello tukishiriki hapa kuanzia mwaka wa 2013. Na mara kwa mara nimesema kuna vitu mingi ambazo huwa ninaenda kwa sababu nina kampani mchungaji, lakini hapa hata kama yeye angekuja mimi ningekuja. Sababu tumefanya mambo mingi sana na Mr. Okello amenifunza. I have learned a lot of things about life, about just the wisdom of living life na mambo ya kuendeleza kanisa na hivyo. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Umefanya kazi nzuri, na unajua ndege inakuanga na mabawa, sio? Sasa unless mabawa ya ndege ikatwe, ndege haiwezi kosa kupaa na. Kwa hivyo ni retirement haisemi ati mambo ya kufanya kazi imeisha, sababu kazi iko ndani yako. So endelea na kukaa. Asante sana. Nations. Mimi sikujua profesa zamani. Nilijua Okello tulipokuja St. Stephen's
2013 mwezi wa Januari, ndio nikajua kuna mtu anaitwa nani? Stephen Okello. Huyu mzee mimi ndio nilimbatiza. Mimi ndio nilikubatiza. Si ndio ubatizo wa kwanza ndio nilibatizwa na maji, hapana. Hiyo hata sijui nilibatizwa wapi. Lakini kuna jina inaitwa profesa, mimi ndio nilikupatia jina. Na ikakuwa ikashika. Mchungaji hapa ameniuliza Chidiko, hata anaitwa profesa? Ni ukweli anaitwa profesa. Siku moja nikiwa hapa, nikiwa pale nikitoka kwa gate, nikamwambia profesa kitu fulani. Nikamwambia wacha niende All Saints kwa sababu tulienda kuchagua Bishop Joel kama askofu mkuu leo. Usubuhi. Nilikuwa usubuhi nitoka kwa gate. Profesa kaniangalia kaniambia, nyinyi watu wa ofisi ya juu mjui ground iko namna gani? Ati leo ground imesema askofu mkuu atakuwa Elizabeth. Tukaenda pale cathedral. Baada ya uchaguzi tukiwa pale nje, mtu mrefu jina yake inaitwa Bishop Elizabeth, sasa akakuwa ameshikwa mkono hivi analetwa nje. Nikaona kweli askofu mkuu ni nani? Ndio nikapigia Okello nikamuuliza, kwani ulijua namna gani? Akaniambia, nyinyi watu wa ofisi ya mjua mkujui ground. Nikamwambia, kuanzia leo wewe utakuwa profesa. Sasa iko taita wa profesa nifanya nini? Na kule nyumbani na Nairobi anajulikana kama nani? Hivyo ndio profesa ilianza. Na huyu mzee Stephen tumeshikana na wewe mkono, si ndio? Sana sana sana. Nilipokuwa hapa St. Steve's, mnajua kwamba nilishikana na mkono na profesa nilipokuwa mkubwa wa kama, na pia sio ukama peke yake lakini urafiki. Kule nyumbani kuna watu wakinitafuta kule Butere. Wakinikosa hivi wanatafutaka nani? Na wakiniona kule nyumbani wanajua profesa kwa karibu. Ni uongo profesa? Wanajua profesa ako karibu. Na mimi nikienda kule nyumbani, kama kuna sherehe naenda kufanya ama naenda kufanya ibada, kama naambianga profesa naenda nyumbani, na profesa ataondoka hapa atangulie, aniambie siwezi kukuacha, siwezi kubaki Nairobi ukiwa wapi, na tutafanya kazi na yeye huko. Huyu profesa. Kwa hiyo huyu profesa ni mtu wa maana. Nikaambia huyu profesa, jambo lile nilikuwa provost, nikamwambia profesa, kuna kazi tutanisaidia St. Steve's. Na itakuwa kazi ya security. Nataka ushikilie mambo ya security. Ujue huyu anaitwa nani hawa, anaitwa district commissioner wakati huo, assistant county commissioner. Ujue hiyo ofisi, ujue police station zote hapa, ujue nini, kwa hiyo tutakuwa macho yetu mambo ya security. Si kweli? Na profesa alifanya kazi na bidii. Alinitolea headache, hakuna mambo ya security ya St. Steve's ambayo ilimsumbua kichwa kwa sababu profesa alikuwa anakimbia. Mchungaji alishikwa mmoja akaenda kufanya harusi hapa. Alikuwa anaitwa nani, Karongo? Alikuwa naoa bibi. Naye akamwambia mcheka anaongea na simu. Na anakuja rehearsal. Akifika hapa katika na polisi, mbona naongea na simu ni mchungaji? Akapelekwa polisi. Na akanipigia simu akaniambia nimeshikwa na niko na rehearsal nakuja. Nikapigia profesa. Nikasema profesa, kimbia huko polisi, mchungaji ameshikwa, know what to do. Na profesa akatatua hiyo maneno. This man is an asset. Sio una miaka ngapi profesa? Una miaka ngapi? 68, mpigia makofi. Na watu wanaritaya na miaka ngapi kama Lerida? 65. Nikitoka hii kanisa St. Steve's, nikamchukua mkono nikamwambia provost aliyekuwa anakuja, Paul, fanya kazi na huyu, usimwache. Provost Paul alikataa kumpatia retire. Ni ukweli ama ni uongo?
alikataa. Kwa sababu umefika 60 watt, alikataa. Hata kama ningekuwa hapa kama Frost bado ningekataa. Kufanya naye kazi mpaka ufike 72 hapo. Lakini sababu lazima tulitae, Mungu amekupatia retire. Mungu akubariki profesa, Mungu akubariki sana. Kuja nikupatie zawadi. Ni kidogo tu, tutaongea mambo yetu baadaye. Mama ateremke, hiyo ni kidogo tusikitu. Tumeweka kwa kidogo sana. Najua mtu ametukaza sasa hata okay, zawadi. Wapi watu wapi? Na bado kuna zawadi nyingi tunazo kwa nyumba. Nitazipanga ikitana nikitoka Mombasa nenda Mombasa na Bishop, tunaenda na Kiko. Nikirudi wiki nyingine nitakupigia simu juu ya hiyo zawadi nyingine ziko kwa nyumba. Ili for the time being, okay, hii zawadi. Mungu awabariki. M-Pesa namba iko hapa. Ni wakati wa zawadi. Hata mama paja yuko hapa. Haleluya. Mbona tunaona kwa ground vizuri? Twende.
Kwa niaba ya kanisa wameomba tu kama kwa sababu wako hapa, wako pale, wangependa tuwapatie dakika 2 waseme yale wanayo, wapeane zawadi, alafu tuendelee. Mungu akubalia. Au wamesema wataka kudance au hii administration wako busy. Sasa mnasikia hiyo maneno sasa. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana mzee. Wanakuita mzee wa kazi, wengine wanakuita profesa. Tuko hapa kwa niaba ya provost. Wengine wanaita papa, wengine wanaita chairman. Tuko hapa kwa niaba ya provost. Provost amekuwa mgonjwa wiki iliyopita na hata leo hajajisikia vizuri sana ibada ikiendelea. Kwa hivyo ametuita kama wardens, kama viongozi wa kanisa, akatuomba tuweze kuzunguka na haswa tuweze kufika hapa ili tulete shukrani zake siku ya leo, kwa sababu leo umefika siku ya kuretire but you are not tired. Kwa hivyo kwa niaba ya provost tungependa tulete shukrani zetu kwa kazi ambayo umejitolea kufanya wewe pamoja na mama kwa miaka hizo zote. Kwa hiyo kazi ukifanya, hata kwetu umekuja kufanya pastoral nikiwa mtoto mdogo, nikakuwekea uji. Kwa hivyo umeifanya miaka nyingi sana. Kwa hivyo kwa nafasi hii nitapatia hawa wazee wa kanisa waseme neno moja tu, alafu tulete ile ambayo kanisa imetutuma nayo kwa ajili ya kusema asante. Chairman, hapa ni mzee amenikuza kwa kanisa hii. Nilipata nikiwa kijana mdogo mpaka mahali nimefika. Nimepata nafasi ya kumwambia asante sana chairman kwa yote ambayo umetufanyia, kwa mimi kama Maxwell, kwa familia yangu na hata kwa kanisa. Provost alikuwa anatuuliza sasa vile chairman anaenda, nani anachukua mahali yake? Tukasema bado hatujapata mtu. Bado tunatafuta. Tukipata tutamwambia. So chairman, ya asante sana. Pia ningependa kushukuru wote ambao wameacha kazi yao wakakuja kuzindikisha chairman. Na provost pia kanisa ilikuwa imetumana hiyo keki. Amesema chairman, hii ni keki ya chairman. Chairman hasa ukate, provost ajue keki ilifika. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Kuka. Yes. Sisi tunajuana na mzee Okelo kama Kuka. Tunashukuru ni kwa mapenzi ya Mungu hii siku imefika. Na venye wamesema retiring does not mean that you are tired. Ni kuacha kifuko moja unachukua mfuko mwingine. Na just to assure you kwa this new phase yenye unaingia, sisi pia tuko na wewe. Sababu wewe umetushikilia. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mengi yamesemwa. Mimi ni kushukuru tu chairman, mimi namuita chairman. Mimi ndio kijana wake wa mkono hapa kwa kanisa. Kama kuna errand ya kutumwa ni sisi tu wanakuwa watatutuma. Ni kushukuru kwa kazi nzuri umefanya kwa kanisa. Ni mzee aliniingiza kama ningekuwa treasurer wake kama ni chairman, na hadi wa leo kama niko na shida yote ni yeye ndio niongoza. Na kama kuna nimefanya makosa anakujanga kwangu ananiambia hapo hujaendelea vizuri. Na kushukuru kwa hiyo, na Mungu aendeleze kupatia afya njema. Asante. Mkiona hawa jua hii ni kanisa full.
tukimaliza tunarudi kwa ile rhythm, si ndio? Alafu Kaloleni Fellowship ndio watamalizia hapo, manake hiyo ndio mtaa ya mzee ambaye amehudumu kwa mwaka mingi sana akiwaongoza. So mtaa ya Kaloleni muwe tayari, fellowship mujipange vile mnajipangaga siku ya fellowship huko Kaloleni. Asha pia wako hapa. Mkuje na zawadi, twende. Kwa wale wanataka M-Pesa namba tuko nayo hapa. Unasema Kaloleni mkuje pole pole, saa yetu bado. Kaloleni ngojeni tu hapo, katikieni tu hapo.
Wapi vigelegele ya papa? Ndio kama mko Kaloleni fellowship. Basi wawekee mziki yao. Walishikwa mkono na papa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni mtaa wa papa. Papa ndiye baba yetu. Tunampenda. Papa uendi nyumbani. Tunabaki Kaloleni Fellowship. Kwa maana umetushika mkono na tumeona mkono wa Bwana. Leo tumekununulia ng'ombe. Unapoenda nyumbani ukamwema, sio kama ni ndugu. Na wewe binti, papa asipigwe na baridi, tumemnunulia blanketi. Na papa unapofanya huduma, kiatu njoo hii, papa usitembee miguu tupu unapofanya huduma. Tena tutaleta rangi. Tutanunua rangi. Kisha useme watoto wako wako hapo wanataka papata anapokaa afanye kazi ya Mungu kiatu isiishe. Blanketi ndio hiyo, usiumwe na umbu, usipigwe na baridi. Ng'ombe yako ndio hiyo. Mungurwa pia na pia wako hapa. Watu wa Mungurwa pia muwe tayari. Na ni mawe Mungurwa Fellowship wako hapa.
Kijuru na Karo na Tupi. Laki Mawe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiongea ni Anthony, mzee wa Landmawe Mudhurwa Fellowship. Baba Okelo, our senior, congratulations. Me Hey!
Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Bwana, nimeokoka, mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ambao tumesimama hapa mbele yenu ni lay leaders wa hapa St. Stephen's Cathedral, ambao tumekuwa tunahudumu na mzee Stephen Okello. So Stephen Okello ni mambo mengi kwa watu wengi, kila mtu anamjua kwa njia tofauti, na leo tumesimama hapa kwa njia ya wale ambao tulihudumu nao kama lay leaders. So kabla siku ya leo we were 35 in numbers, but leo wanne wameretire, kwa hivyo tumebaki 31. So we are here on behalf of the 31 lay leaders, and I'll invite my brother to speak on behalf. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Laban Odhiambo Olo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu Stephen Okello ni vitu mingi sana kwetu. Tumeserve na yeye kama leader, amekuwa chairman wa kama party, pia ametumenta. Most of us tumeingia leader kama yeye tayari alikuwa amekuwa leader in 1998 up to date. So ametumenta, ametembea na sisi, ametuguide. So tumekuja hapa kusema yani not retired but not tired. Najua anapumzishwa kwa ministry ya lay ministry kama leader, lakini ataendelea kufanya kazi ya Mungu na ataendelea kutembea na sisi. Sasa tumekuja kusimama na yeye kama wenzake na kutia nguvu na kuendelea kutembea na yeye pia hata kama atakuwa ameretire. Watu wa kutoka huko kwa kina Mkaa, unajua huko ni Ujombani. Sasa kutoka huko Mkambli, niseme kuibre mwami Yesu yetombwe, nang'ang'ana kidogo, lakini huko ndio mama yangu anatoka huko hapo Mkambli Ebumbwe. So namwita Stephen Okello, lakini namwita kuka ya ukweli. Hata tukiwa na yeye Kaloleni, yeye ndiye alinimenta hadi nikaingizwa leader the year 2012. So tunashukuru Mungu sana for the years zenye tumeserve na ndugu Stephen. Asanteni sana.
mwema kila wakati, na hiyo ndio asili yake. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu ndugu Stephen Okello kwa hii siku ambapo kama si Okello sisi kama TE hatujui tungekuwa wapi. Okello ndio amekuwa mwanzilishi wa hiki kikundi ambacho unasikia TE Theological Education by Extension. Hapo hizo miaka za 2002 ndipo alianzisha hiki kikundi, na tunazidi kushukuru kwa ajili ya neema yake na upendo wake. Ametukuza, ametulea na ametufikisha hata wakati huu, na anapotoka si ati anatoka, bali hii ni sherehe tutakuwa nayo leo, lakini bado ni wetu na bado ni mwalimu wetu. Tunamuita Mr. Principal because without him hatungekuwa na TE hapa Cathedral. Cathedral TE iko sababu ya huyu mzee. So tunajivunia yeye na tunajua kwamba hata kama ataenda kule msalaba, lakini sisi hata tunaweza mfuata na tumtoe tumrudisha hapa. Kwa hivyo baba yetu na ndugu yetu Okello, Mungu akubariki na kuonekanie katika hii kipindi kingine ambacho tunaenda sasa kuanza, na neema ya Mungu iandamane nawe. Asante. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi nimesimama hapa na bibi yangu anaitwa Rukia, salimia kidogo. Mimi nimesimama hapa kuja congratulate rafiki yangu. Kama yuko mtu nampenda na ananipenda, basi mzee Okello. Huyu nikitoka kanisa lazima nisalimie, nikitoka naenda nyumbani lazima nisalimie. Alinipenda sijui kwa sababu gani, lakini Mungu peke yake ndiye anajua. Kwa hivyo mama, huyu mzee wako huyu ni rafiki yangu mkubwa. Hatujaonana na wewe, hata Okello hajaonana na bibi na mama hapa. Hata leo siku imefika. Hata alipeniona siku mingi kwa kanisa niko peke yangu. Lakini maybe alikuwa nafikiri mimi ni bachelor, lakini nimepana bachelor. Ni kwa sababu mimi ni Mkristo na bibi yangu ni Muislamu, ingawaje tumeishi na yeye miaka 34. Kwa hivyo dini si kitu, upendo ndio kitu. Ama namna gani? Hizi makanisa na misikiti ni barabara tu ya kwenda mbinguni. Mungu ni mmoja, Yesu ni mmoja. Hata katika Uislamu Yesu ndio peke yake ameandikwa atarudi kutuchukua siku ya mwisho. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa, nilikuwa pale kwa Kanilo, nikasema huyu akinikosa itabidi twende kunywa chai kwa nyumba yake. Kwa hivyo mimi nimesimama hapa kucongratulate. Ni kwamba umemaliza mambo ya inaitwa nini? Leadership. Lakini kitu iko kwa roho yako, uendelee na ile kazi yako ulikuwa unafanya na Mungu. Mimi najua kama umemtumikia Mungu ni kwamba atakulinda, atapatia watoto wako na vichukuu na vitukuu. Hizo baraka zote utaziona wakati umeketi. Mungu akupatie miaka mingi kama umeketi na uwezi tembea, hiyo wakati ndio utaona hizo baraka. Kwa hiyo nakupatia hii zawadi na mama, muende msherekee mkiwa pamoja. Asanteni sana. Praise God. Mzee, hiyo wimbo inatukumbusha tu upendo wa inatuzunguka hapa, na tuona hapa sisi ni wanakama, na mzee Okello umekuwa ni kinara katika hii
kama ni Kenya African Men's Association, na mzee Okello amekuwa mwenyekiti wa hii chama kwa zaidi ya miaka 14, 20 years. It tells you how much mzee Okello has been instrumental in building up this association kwa hii country. Na tunashukuru sana mzee Okello, asante sana kwa hiyo huduma. Najua leo tunajaribu kuangalia pia ile mambo yenye umetutendea hapa kanisani, sio tu kwa kama peke yake, lakini najua pia kuna miradi kadhaa kwa kadhaa umetufanyia. Umetuanzishia ukarika program yenye inasaidia vijana kabisa, umetujengea Sunday school, vitu vingi, lakini sisi kama wanakama tunajivunia sana, sababu kwa mimi binafsi wewe umeniingiza kama na umenikuza katika kama, na sasa hivi umeweka mimi nasimama hapa kama organizing secretary wa kama, na kama tungependa kukushukuru sana 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 kwa hii kazi yote ambayo umetutumikia hapa. We don't take it for granted. Najua una retire kama daily, but najua uko na sisi, wewe ni member wetu, na najua tutaendelea kufanya miradi mingi na lot of programs pamoja, tukiwa pamoja. Wisdom yako, sidhani kama kuna mtu yeyote hapa mwenye yako na wisdom inaweza kufikia penye tunaweza tukakukonsoli. So thank you so very much Mr. Okello, na Mungu aendelee kukubariki sana kwa hizo programs as you move forward in your new dispensation ya kazi yenye iko mbele. Mungu pia atatuongoza tu hapa. Asante sana na mama, asante sana kwa kutuangalia mzee. Asante, tunashukuru sana. Tunaona bado yeye ni mwenzetu hapa na tunakutegemea sana, na tunakushukuru wewe ndio umetushikilia hapo mpaka hapo. Sio? Asante sana. Acha nipatie Jack pia naye aseme neno moja. Thank you, Organizing Secretary. My name is Onyango Otieno, and I'm a member of Kama. Hata kama sivangi uniform sana, lakini mimi ni mwanakama. Hata nikiangalia hapa naona mimi mzee kuliko wote hapa. So I'm the eldest son of chairman as far as Kama is concerned, and I really want to say, huyu mzee amenishikilia mkono sana katika kanisa hili. Leo mali nimefika chairman, I see your fingerprints kwa ile safari nimetembea katika kanisa hili. Tumeanzia mbali, niliingia kama which year was that? 2013, right? Yeah, tangu wakati huo tumetembea na huyu mzee karibu sana, na tumetembea kwa mambo mengi. We've done a lot. My understanding of the church, this parish and this diocese is because of the journey we've walked with this man. Huyu mzee amenitembeza katika maparishes mingi katika diocese hii, and there was a time I knew all of them, and I knew all the officials of Kama, thanks to Chairman Okello hapa. Hata kwa hii tumetembea pamoja, and tumesoma vitabu mengi na huyu mzee, and nilisema lazima nizungumze kitu katika hii sherehe ya Chairman. So Bwana Okello, mimi on behalf of my family, I really want to say thank you so very much kwa kunishika mkono kutembea nami katika kanisa hili, na najua hata tukiendelea mbele we will do a lot of work together as we glorify God. Congratulations. Mama, asante sana. Hata familia yako najua na wajua, I know most of them, nawaona pale. Ningesema tu asante sana. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Naona hii kijana. Yes. Nilianza kufundisha yeye mambo ya Kama 2015 akiwa bado yuko college university.
Ni mambo pia right of passing, alikuwa analala na watoto kwa kama. Niliatoka asubuhi aende college. Nikajua ana kipawa fulani. Hata sasa kama anahudumu kama treasurer ya kama ndio sasa chairman ya lay readers, kwa sababu niligusa yeye. Ndio hata ukinisekenya mahali iko utakuwa umefanya kazi ya Mungu. Ukisema maneno yako mahali baraka iko. Atakwambia umekosa kitu ya kosa. Kwa sababu saa hizi ana watoto. Yes. Na nilianzia naye wapi? Kwa hivyo mkisikia nimegusa watu, sio mtu mmoja, wawili, watatu. Kama Dr. Edward nilianza kufundisha yeye confirmation classes akiwa bado yuko polytechnic. Kwa hivyo Mungu amenibariki na watoto wengi. Jaka akiwa mabaidati secretary imekama. Ndio mnaona ana furaha na mimi. Jaka iko na masters 3, mimi sijasoma. Lakini nikiajaka akiandika kitu namwambia hapa amefanya makosa. Ndio huyo hapa. Anaambiana watu ukiandika visungu yako mingi, ukipelekea Okelo atakutoa makosa. Kwa hivyo wanakama mbarikiwe. Hata kabla sijareceive hiyo zawadi najua hiyo. Kwa sababu ukinipa maombi sio umenipa zawadi. Ukinitakia baraka sio umenitakia mazuri. Wapi makofi ya wazee kama? Hapo kama ni wazee wakuu wamekuzwa vizuri. Kama vile mtaa ya Kaloleni na Makongeni wamekuzwa. Si ndio? Mtaa ya Makongeni naona wako pale, Juliet Gishuru wako pale. Sisi nimekuja hapa kusimama na mama yangu. Kwa ufupi, tungependa kumshukuru Mzee Okelo. Sina la kusema, ni mengi sana ambayo ametufanyia. Yeye ni mtu ambaye anajitolea kwa kihuduma, amesimama na sisi watoto wetu, kila mtu kwa jamii yetu anamjua, kwa mazuri, kwa huzuni, kwa sherehe, amekuwa kikingi chetu. So Okelo, we wish you God's blessings. God be with you and your family, and Mama, God bless your children, your grandchildren, your great-grandchildren and all the generations, because you have done God's work. Na afanyi kazi kwa kutafuta sifa. Anafanya kazi kwa sababu ni calling from God. So tuko pamoja, tutaendelea kuwa pamoja. Nyumbani sisi ni majirani, so leo tu ni kusema thank you God. Asante. Sasa unakanyaga hapo, ukiona umejaa unasoma mpaka upate mali iko kidogo. Okelo amekuwa hivyo. Okelo ndio nafikia mali nimefika kwa Okelo, nafikianga. Okelo amesaidia mimi, watoto wangu, kwa kila jambo inafanyika kwangu. Hata iwe saa ngapi naitanga Okelo, hata niwe nyumbani naitanga Okelo, enda uangalie ni nini inaendelea. Okelo si kupenda kwangu, kama ingekuwa kupenda kwangu ungeenda, lakini bado utafanyia Mungu kazi hiyo. Mungu amekuchagua, si wewe mwenyewe. Ukisoma Tinjero 16 inasema usifikirie ni wewe ndio unafanya, ni Mungu ndiye anakufanya, iliyoko ndani yako. Na mimi nakuombea uendelee na hiyo kazi. Umenifanyia kazi bila kupagua, bila kunununika. Nimekushukuru sana, nimekushukuru sana mama, nimeshukuru. Mimi napiganga saa zingine simu, Okelo ako nyumbani, ananiambia niko nyumbani, utakuja? Nitakuja Monday. Anangojea Okelo. Okelo amekuwa msaada yangu sana kwa hii kanisa. Okelo huyu nao, naomba watu wangu wa Butere wako pale, mkienda nyumbani mkae na Okelo vile tumekaa na yeye. Nimeona sifa ya Okelo. Nimeona mama Provost ako hapo. Provost ni kijana yangu nimelea, so unajua hivyo. Provost wa Butere Andere, uende umwambie
mkae na Okello vile mmeona. Okello ni mtu wa maana, tumemwachilia lakini tujamwachilia sana. Mkae na Okello na amani. Hiyo mimi ndio nitamwambia. Uende waambie provost wa Butere, Mama Emily ananijua. Si ni kijana yangu. Nimemlea. Na umsalamie. Asante. Okello, bado uko hapa. Bado unatutumikia. Hatumwachi mama. Okello bado anatutumikia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunakuja kushukuru na kusema ni asante. Hatujaweza kuja sisi wote, tuko wengi na tunasema ni asante. Shukrani kwa hospitality yenu. Mimi ningesema napenda vile wamama wa hii kanisa huvaa. You usually bless vizuri. Kwa sababu tumekuwa mic leo, let me say that. Huwa mnavaa vizuri sana. Utajua tu hawa ni wa ACK. Na ukiangalia utajua wageni. So, I do appreciate vile mnavaa vizuri. Then your service venye mmeipanga, venye mmeweka youth vizuri, hata nimeiba idea huku kwenu. Venye mmeweka youth touch, naona kuna mahali naipeleka hii idea kwenu. Kwetu. Nasema ni asante na Mungu awabariki. Pamoja tu nitasema kwa saa hii, kwa jina naitwa Ezekia Obongita. Mimi ni senior chief wa High Ridge location, Westlands sub county. Siku hizi tuko Nairobi West region, na niko hapa kwa sababu mimi ndio nimekaa na Okello sana kwa muda mrefu, kwa machifu wa hapa. Kwa saa hii hawako, nawakilisha. Hata nikikuja niliwaomba ruhusa wasisikie niko area yao na nilitoka, lakini tuko pamoja. So Mr. Okello, nikitoka Embakasi kama chief, nikikuja hapa Makongeni location nikiwa na hawa wazee wangu, Okello alikuwa mmoja wao, na tulianzana tu hivyo. Baada ya mzee ikakuja ikazidi ikapita hata mzee wa kijiji. Sasa ikakuwa urafiki ukaingia ndani, na tena baada ya urafiki sijui tunasema ni ukoo ama ni nini imeingia ndani. Sasa mimi na Okello ni kama ni mandugu. Huyo Okello asiponiona hata wiki moja lazima akuwe na wasiwasi, huyo Bongita ako namna gani? Na Okello amepanga mwaka ikianza mpaka lazima akuje kunitembelea kule Westland. Okello, umekuwa huko juzi ukasema unakuja kufungua mwaka huko kwangu, na mimi nikashukuru sana. Wakifunga mwaka tena so mimi na Okello, so mama, ukiona mimi na Okello tunatembea tukiteremka kwako, usishangae na hii mtu ya Nairobi inatafuta nini kwangu. Sasa wewe umepata shemeji mwingine ambaye ni ndugu ya Okello. But Okello ni mzee mzuri, mzee wa hekima, na hata ukiwa kiongozi ukikaa karibu na yeye unajifunza mambo mengi. Mimi kwa ule muda nimekaa na Okello ameweza kunifunza mambo mengi, hata upande wa kimaisha na hata upande wa ya kikazi kwa yangu hii. Okello utamwonyesha tu, naona anakaa pale, wamemuita ni profesa. Ukiona jambo linataka kwenda mbaya kidogo, unaona anatengeneza miwani kidogo. Ukiona anaanza kushika miwani, kuna point anataka kukuambia. So mimi nilikuwa nimemjua, nikiona anashika miwani ninatulia, kwa sababu ninajua kuna jambo la hekima linakuja, na amenisaidia sana. So kwa sababu ya wakati sitanena mengi sana, kwa sababu nikinena kuhusu Okello nitaongea mpaka jioni. Lakini kwa hayo machache, wacha Okello na familia yako, Mungu akubariki zaidi, na uendelee hivyo na uendelee kusaidia wengine zaidi. Asanteni sana.
Ajere ni wa hapa Celestine. Ni mzee wetu hapa, tunampenda kabisa. Hii muziki ya Chiengeni anaijua na amepotea. Ongeza volume kidogo. Achienge. Family na wapa nafasi. Wageni wetu siku ya leo ambao wamekuja kuungana na sisi kwa sherehe ya mjomba wetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kija kuzungumza mwisho, baada ya wale wanaji wengine pengine unakosa mambo ya kusema, kwa sababu wale waliotangulia kuzungumza wameshazungumza mambo mengi kwa mjomba, tribute, masuala ya kumpongeza ile kazi amefanya, mambo yale amepitia na mambo kama haya. Tuko wengi lakini kwa leo tuko wachache. Tumewakilisha familia ya kukaa Ajere Owema, na pia vile vile tumewakilisha mama ambaye amezaa, mama ambaye pia hangeweza kufika, na mama zetu wale wengine. Ndio maana tuko hapa, na tuko na shangazi hapa, tuko na cousins, tuko na mandugu zetu. Pengine mkituruhusu ningewapatia dakika moja waseme, alafu mimi nitamaliza. Tafadhali. Zawadi yake na amesema atapata huu mfugo nyumbani. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa tena. Hii ni zawadi kutoka kwa mama na wadada wake wawili, ambaye mjomba alikuwa ni ndugu yao wa kipekee ambao wanajivunia na wamefurahia kwa muda huu ambao Mungu amemwezesha ameserve kwa kitengo cha kanisani, na ambao wanazidi kumtolea shukrani na wanasema ni asante, amemlinda, ameanza vyema na amemaliza vyema. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa tena. Kwa hivyo wamefurahia na wanamkaribisha nyumbani. Vizuri. Na ninayo machache na tunaambia mjomba, tunasema ni asante na Mungu akazidi kukulinda, akazidi kukupatia afya njema. Vile umetumikia watu wako wa Nairobi na sisi kama familia yako, pia ukifika nyumbani kaendelee kufanya huduma ya Mungu. Ni hayo machache na mbarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wangapi wanajua? Yangu ni machache tu. Nikushukuru Mungu kwa wakati huu kwa ajili ya mjomba wetu. He's my uncle and at the same time he's a good friend of mine. With my age, kuna age difference kubwa sana.
lakini naweza report confidently ya kwamba naweza mtuma kwako naende. What kind of friendship or uncle is that? So nimekuwa nikiconsult mambo mengi na yeye na I cannot explain much. Ile amekuwa rafiki yangu, amekuwa my uncle, amekuwa my mentor in many ways. Hata mambo ya family mara nyingi huwa tunakosa. Mimi kuwashukuru tu kwa kuja kusimama na yeye wakati huu, na Mungu awabariki sana. Hata anapoondoka tunazidi kumweka pamoja. Amen. Naona vile Mungu amekubariki. Alikuwa classmate, tukifanya TPE akaenda zake na mimi nikaenda zangu. Despite that, dada yake akaolewa na ndugu yangu. Sasa hiyo urafiki ikakuja pamoja. Tunatembea kwa njia moja kwa hizi miaka zote mpaka wa leo tuko marafiki. Nasema ni asante kwa Mungu, ameritaya tu juu, lakini ako ndani ya kanisa. Mungu ambariki, abariki familia, aendelee na huduma. Mungu apewe sifa. Thank you kwa wale wanenaji haswa familia yale yote wamesema. Leo tumepata mjomba kuna majina mengi. Professor, principal, papa, zote ni sifa zinamiminiwa yeye kwa hekima yake na kwa kukua na knowledge kwa mambo mengi. Sisi tunamtumia kama encyclopedia. Hakuna sherehe ya harusi imefanyika kwetu pasipo kumhusisha. Hawa wasichana wake wote kwetu ametembea kwa hizo magoma. Wakati wowote, iwe ni matanga, iwe ni harusi, simu yangu ya kwanza inaendaga kwake for consultation. So mjomba, wakati unastaafu hivi, ni vizuri tufikirie hii consultation itakuwa na nini. Tufikirie pengine mapenzi ya Mungu siku zijazo, ukiwa nguvu inapungua, tutakuwa tunapigia nani simu? Umewacha legacy nzuri, watu wamekutambua hapa. Sisi tunajivunia ukuu wako kwako. Pengine sasa wakati huu ukipunguza kazi ya kanisa, itabidi labda tuketi chini tuanze kuandika maneno ya utamaduni ya ubaluiani, jinsi hawa watoto wetu. Wewe Mungu amekubariki, kukua kwako ni hybrid. Mambo ya nyumbani unajua, mambo ya kanisani unajua. Kwa hivyo wewe ni mix, unachanganya upande wote, very well balanced growth, na hiyo itakusaidia kwa mambo mengi. Mimi nataka kupongeza kanisa. Wakati mjomba alikuwa akitueleza kuna sherehe, kama sikuwa naelewa ni sherehe gani, leo ndio nimeelewa ni sherehe gani. Na tumevunja mambo mengi sana, tukasema we must create time kukuja kuhudhuria. Nilikuwa nafikiria ni ile kustaafu tu ya mfanyikazi wa serikali, kidogo unangoja barua zinaandikwa, mambo mengine unapewa wheelbarrow, unaenda unafanyia hiyo mambo yako. Kumbe ni sherehe kubwa sana, ni sherehe remarkable sana. Leo pia kwa sababu tuko kwa kanisa, we must confess. Leo mimi nimeenda kwa Google nikajiuliza kazi yako ni kazi gani? Leo ndio nimeuliza, nikaambiwa ni mtu volunteer ambaye anafanya kazi ya kanisa kusaidia pastor kusoma vitabu na nini. But ile muhimu kwa hiyo ufafanuzi ilikuwa ni mtu ambaye ana volunteer, mtu anafanya kazi pasipo kutarajia mshahara. Na hiyo sio kazi rahisi, miaka 20. Mimi nataka kupatia hakikisho Jomba, utajiri wako umeonyeshwa vile hii hodi imejaa. Hiyo ndio malipo Mungu amekupatia. Unaenda kupumzika ukiwa umewacha marafiki wengi, ukiwa umewacha tegemeo ya watu wengi. Kwa hivyo hata kama hiyo miaka imeenda hivyo bila mshahara iko kwa ile uhusiano ambayo umejenga. Sisi tunafanya kazi ya kuhamishwa kwa serikali, kama yule madam afisa wa polisi amezungumza, kama vile yule chief Obokita amezungumza,
na saa zingine kwa sababu ya ile kazi tunafanya inafika mahali hauwezi rudi kusimama kukaa na watu namna hii kutoka asubuhi mpaka jioni. Hii maneno wangemalizia kanisani na ingia kwa gari na mama na kupotea, kwa sababu pengine umefanya madhara mengi sana, pengine umeumiza watu wengi sana, si kweli? Lakini tunaona yeye ana dance tu, ya hana haraka mjomba, hata hii sherehe inaweza enda mpaka kesho. Sisi pia tunajifunza kwako vile tutaishi na watu kwa ile muda kidogo ambayo imesalia. Kwa hivyo mimi sitakuchosha na mambo mengi. Kwa niaba ya familia, tena pokea pongezi zetu. Retirement is an achievement. Wengi wanatamani kufika hiyo dakika ya mwisho na hawafiki. Wengi hata kanisani kashfa huwa zinatokea, unapata umesimamishwa kazi kabla hujafika ile wakati wako. Kwa hivyo kufika hapa ni pongezi kubwa, is a big achievement, it's worth this celebration. Mimi nasema asante na kukuombea tu ukuwe na nguvu, so that you continue being an encyclopedia to us, you continue being a source of information to us. Hiyo mimi mama, sasa uko na kazi ya kukaa ukikumbushana na mjomba jinsi tutaendesha hii wakati huu. Kwa hiyo mengi, asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Ifobomita alikuwa ameokopa kuongea. Ati siwezi ongea kama county commission iko. Kamwambia sasa county commission iko chini yangu. Mkiwa hapo kwa serikali mtaongea lakini hapa kanisa county commission iko chini yangu. Umesikia kwa nini iko chini yangu saa hii? Hata mimi ndio nililea yeye. Akizaliwa 68. Mimi ndio nililea amesema maneno mengi, amewafafanua na mnaona hata wataki kuniita Okelo. Si wanaita tu mjomba. Sio ni baraka kwa. Kienda mahali yeye yuko anawacha ile kazi anafanya. Anajua mjomba ameingi na tunaongeanga kama marafiki. Anaweza kuwa na mtoto ya dada yangu lakini hatuna urafiki. Hata nikienda kwa ofisi ya Amos nakwambianga mimi lazima tuwe na urafiki, ama sikuambiana. Hata tukikaa bila urafiki alikuta ile kitu Mungu ameweka kwangu na nyinyi ni urafiki. Lakini tulikuwa tu wajomba tunasalimiana. Hata nasema huyo sio rafiki yangu. County commission hawezi kuacha kazi yake akuja hapa ofisi. Lakini kwa sababu urafiki ya karibu, tangu asubuhi Amos amekuwa hapa na dada zake wote kwa ajili ya urafiki. Bwana Yesu asifiwe. Inone nyanga ya daewa, inone nyanga ya daewa, inone nyanga ya daewa, inone nyanga ya daewa, mashanye haleluya, inone nyanga ya daewa, mashere haleluya, inone nyanga ya daewa, inone nyanga ya daewa. Nilikuja juzi tu na kwa neema ya Mwenyezi Mungu Baba Provost akanipa kazi ya kusimamia the leaders na nashukuru sana. So nimekaa nao kwa muda huo mfupi na nimeona kazi ile wanafanya katika parokia hii na katika cathedral. Zaidi ya yote nimeokoka, nami jina langu ni Lois Okelo na huyo Okelo ni wa Siaya County, na nashukuru Mungu kwa kuwa pamoja na familia ya The Leaders. Askari walienda, askari walienda. Mimi napendanga sura yangu ionekane, ninashikwanga sana. So nimetoka Embakasi, nilikuwa nasaidiwa. Sasa nimekuja huku na wanashikwa sana.
na mambo madogo madogo so napendanga sura ionekane kwa sababu hayo ndio baraka tuko nazo, sio? Wakati tulikuwa na mzee Okello tulikuwa tunajua hii area tuko safe na tunakuwa na mambo ambayo tunasaidiana sana. So sina mengi bali ni kusema ya kwamba pali popote, kwa sababu Mungu ndio anabadilisha majira na nyakati. So pali popote unapoendelea, kazi ya Mungu bado itaendelea juu ya maisha yako pamoja na familia. Ukiwa hapa tuko pamoja, ukiwa kule Butere tungali tunashukuru Mungu. Basi sina mengi bali ni kushukuru Mungu, na pia kwa niaba ya Provost ambayo alikuwa ana shughuli, tunashukuru ametuacha tusimame na tumwakilishe kwa mambo haya yote. Asante. Na nilikuwa ninasoma historia yake, nilikuwa ninadhania ninajua bwana chairman bwana Okello, lakini wakati nilisoma historia yake hapo ndio nikaona kumbe nilikuwa ninajua kitu kidogo tu. Na kwa hivyo mimi langu kwa maana tumetembea pamoja kwa muda mrefu, nikuzidi kusema congratulations, na ninasema bado hujachoka. Nimeona wakati watu wa nyumbani wakija hapa, nikaona ukifanya hivi, nikaona uko na nguvu tu. Kwa hivyo hujachoka, kazi gari iko, na kwa hivyo kazi iendelee. Tumekuwa pamoja katika komiti, kwa hivyo sina mengi ya kusema, na Mungu kubariki. Mchungaji Lois, huyu he was my first secretary in 2000. Tutakuja naye wakati mimi nitarudi home. Kama sijakuja home, papa atakata. Kwa hivyo, hapa tunakutakia maisha mema. Mimi najua hapa tutakuwa hapa Geita. Saa 11 hata wakati Makongeni imeenda, papa anatoka Kayole mapema.
Najua gari ni ngumu, lakini sana papako hapa. Afanye kazi pale ya security, akimaliza hii ibada, akimaliza vile tu baba askofu amesema, ni kazi ya kujitolea. Sisi na wanakwaya na lay readers. Hii ground sisi ndio tunajuaga kuna zote. Ground ni yetu. Sisi tunajuaga ni nini inaendelea hapa. Tunaingia mapema na tunatoka late. Tunywe chai mpaka tumalize, tuhakikishe vikombe zimeoshwa hata zimepanguzwa. Kwa hivyo tunashukuru sana kanisa letu kwa kuona ni vyema pia wapatie nafasi nanyi pia mfanye sherehe. Na mtu ni watu. Papa ni mtu wa watu. Hali leaders wote ni watu wa watu. Kwa hivyo mimi challenge moja hutupatia ishi vizuri na watu. Na hiyo ndio tumejifunza pale, kuishi vizuri na watu. Unaweza kosa pesa, lakini tu uhusiano wako na mtu, bidii uko nayo, simu, umetulia tu hali, it has a very strong impact. Kwa hivyo papa, ndio na hiyo mbona nasi tunakuhakikishia kama wanakwaya hatuta let down. Tutaendelea kuserve God faithfully. Hata mimi siku ile nitakuwa naendelea ule utere. Okay. Tutakuwa kiko siku ikifika. Otherwise, wish you well. Wanakwaya, tuendelee kukaa na baba. Ili baba yetu. Mami, asante sana. Na asante kwa kuniaminia. Thank you for giving me the privilege to cook for your guests. I hope everybody was happy with the food. Thank you very much. Bali tena. Raya Spina Okelo babangu. Kwa majina naitwa Lydia yako mgeni. Ndio first born. Weka karibu na Mimi ndio mkubwa. Weka microphone karibu. Mimi ndio mkubwa na ninakaribisha wenzangu. Habari ya kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Daniel Okelo. Mzee Steve ni babangu. Sema ukweli sijaiona mtu amejitolea kufanya kazi ya kanisa kama babangu. Mimi kivyangu sioni kama naweza fanya hata nusu hiyo kazi alifanya. Na pia mimi amenifundisha mambo mingi huku nitafuata mkondo yake. Kwa majina naitwa Samuel Okelo. Mimi ndio second last wa mzae. Na hata mimi namheshimu sana kwa ile kazi amefanya hapa kanisani. Na pia nashukuru ile upendo umeonyesha. Sasa naambia mzae happy retirement. Asifiwe. Yote ilifanyika sababu ya neema. Na mbarikiwe. Mungu alibariki na watoto 9. Na huyu mama. Wewe ukija kwa nyumba yangu, sikia nikikwambia namba 1. Sikia nikikwambia namba 1. Semangi majina yao, nikwambia kwenda ona namba 1. Ndio huyu. Namba 2 Mungu akamchukua. Namba 3. Namba 3 akuje. Huyu ndio namba 2 Mungu alichukua akaenda na namba 4 Mungu akachukua. 5 iko nyumbani. 6 iko nyumbani. 7 iko nyumbani. Namba 8 huyu anashika namba 8. Iko na familia yake hapa. Hii ndio familia yake. Hata ukija kwangu wanakwaya walipokuja niliwaambia niko hapa na namba 8. Kwa sababu ananisaidia. Namba 9. Hiyo ndio namba 9. Bwana asifiwe. Hii watoto wote ni ya huyu mama. Sio wawili. Sasa niko na 7. Wawili Mungu alichukua na hawa ndio ameniwajia. Kwa hivyo ukija kwangu mchungaji nikikwambia kwenda ona namba 8. Mchungaji nilikuwa nafanya kitu.
nimeokoka, Kristo ni Bwana. Majina ni Ann. Niko na Alan, niko na Ethan. Wewe ndiye Alan na Okelo, wewe ndio mimi. Sijui tena. Mimi nimeokoka. Mimi ni mama ambaye ameokoka, anampenda Yesu sana. Majina yangu naitwa Rachel Siokau. Kutoka pande za Machakos. Na sisi tunaabudu Mungu mmoja. CK ilikuwa jirani hapa AIC. Na vile tulitoka hapa Makongeni tukapewa uwanja huko Muthurwa. Kwa hivyo sisi ni majirani hapa. Na tunaabudu Mungu mmoja. Narudisha shukrani kwa kualikwa na ndugu yangu ambaye amenikaribisha sababu ako na mtoto wangu. Umeona mtoto wangu ndio ule amekaa chini. Kwa hivyo nasikia anaitwa namba 8. Kwa hivyo namba 8 ndio mtoto wangu. Barikiwe sana, nimeshukuru sana sana sana, na nimeona upendo na muendelee na hiyo upendo. Kama mungekuwa na upendo, hiyo tunasema kwa maandiko, hata mungekuita, si ndio? Lakini hata mimi nilikuwa na upendo ndio nikafika hapa. Barikiwe sana, asante, asante. Tunaweza kushuhudia kazi kubwa ambayo ametenda katika maisha ya ndugu yangu na Mkenya. Mimi naitwa John Kamala. Baba yangu ni mkubwa kama kufuata. Kwa hivyo kama ni mimi ni Mkenya. Hapa tu nashukuru wote ambao wameacha kazi zao kuja kujumuika na sisi kama familia kusherehekea hii siku kubwa ya maisha ya Mkenya. Asanteni sana kuvumilia hadi wakati huu. Jambo la tatu, nashukuru ndugu yangu Okelo sana kwa sababu yuko na wote, ila ushuhuda nimesikia hapa imedhihirisha amefanya kazi nzuri kwa uaminifu. Angekuwa amebora kitu mahali hapa, tungetoka sisi kama familia tumeinamisha vichwa chini kwa aibu, lakini kazi yake nzuri tunaenda kifua mbele. Asante sana ndugu yangu kwa kufanya kazi yako vyema, na Mungu azidi kukushikilia uendelee hivyo hivyo. Thank you. Bwana asifiwe. Sifiwe tena. Majina ni Kapita Kumutiti Hamada. Mimi sina mzee. Ameenda 2004. Lakini huyo mzee aliniwachia watu ngapi? Huyu na huyu na huyu. Niko na furaha sana. Si wanaona vile niko? Ni watu watatu hao. Kwanza huyu mama. Nampenda sana na nyinyi amenipenda. Okelo akikuja nyumbani, akinikosa kuniona kwa chache, mpaka nikafika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Beatrice Okelo. Mimi ni msichana kutoka Bunyore na nikaenda kueleka mahali inaitwa Kisa Mkambu. Nashukuru Mungu kutufikisha siku ya leo. Nashukuru kuja kwenu ninyi wote. Karibuni. Nashukuru Mungu kunipea mume mwema. Wakati tulikutana nilikuwa bado niko mtoto. Nilifanya harusi yangu kwa kanisa hili kama tuko na yeye. Alinikubali na mimi nikamkubali.
naona kazi ya Mungu inaenda mbele. Mimi pia ninashukuru, wakati huwa natoka mimi hujua ako kwa mikono ya Mungu, ako kwa mikono yenu na Mungu pamoja. Wakati nikikaa nyumbani sisi tukangi, huwa najua Okelo alimali pazuri. Mlitulea kama sisi bado wadogo mpaka saa hii. Nashukuru kanisa ya St. Stephen na Mungu awabariki. Mzee anarudi nyumbani, ninamkaribisha nyumbani. Sina neno lingine, kazi ile aliwafanyia sitamkataza kufanya, lakini huwa ananikumbuka wapi? Nyumbani. Kwa wakati mwingi mimi sikuangi huku, maisha yangu ilikuwa ya wapi? Ngoja Boma. Sisi tuko peke yetu wawili, vile tuko hivi. Ndugu ni mwareba yangu huyo na Boma yake. Mama wakati alienda na mzee, mimi nikabaki nyumbani, nikalinda nyumbani. Sasa mzee akifanya kazi ya Mungu, ni shukrani kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Mimi nilimwachilia na bado nimemwachilia, sina neno. Mbarikiwe. Wapendwa ambao wameingia siku ya leo kwa ajili ya ndugu wetu Okelo, na wasalamia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikisimama hapa kurudishia Mungu shukrani kubwa kwa sababu ya ndugu Okelo, maana tulijuana na yeye 84. So kutoka 84 tumetembea na ndugu. Wakati huo tulikuwa na Maseno North na tukawa marafiki sana katika huduma wa Maseno North. Tukaanza kufikiria wakati Butere ilitaka kutoka kwa Maseno North kuingia sasa iwe diocese, Mumias iwe diocese, na ikawa ni ngumu kutumia neno kuwa ni kwamba Maseno North, ikawa ni kugawanyisha tuwe na Western Region Fellowship. Na tukiwa na Mzee Okelo, wakati the founder of Butere Diocese alikuwa ng'ambo, na nafikiria vizuri sana, ilikuwa masaa za jioni, Mzee Okelo, Jared Ndetie na wengine tukaenda kukaa, na ikawa ni kwamba twende tusikie kutoka kwa bishop ambaye alikuwa kuje awe Butere Diocese. Huyu ni mzee, nitasema ya kwamba akona kiburi cha ujasiri. Unajua ile ng'ombe ambayo haina pembe ikitaka kupita hapa itafanya nini? Ndugu, tulikaa mpaka late hours, Okechi akisema hatuwezi tumia jina la Maseno North, turudi tukae chini tufikirie. Mzee Okelo alikuwa among the people, kaenda tukakaa kufikiria tuje na jina moja, Western Region Fellowship, ambayo linaunganisha sisi wote pamoja, akiwa kama coordinator. Na alipotoka kwa kiti cha coordinator nikachukua kwake. Tumetembea na ndugu, tumekuwa na urafiki wa karibu sana, na msingi wa Western Region ama msingi wa Maseno North, yeye ni bila. Na bishop wote ambao wanaingia Butere, ilikuwa ni kwamba lazima tuwe na kikao na tuelewe tutakaa namna gani. Lakini nashukuru ndugu Ajaridaya, hata akinipigia simu akiniambia, ndugu Lubanga, tuko na sherehe, lakini tukaelewana ya kuwa ni kwamba hatoki Nairobi kwanza mpaka tutimize. Kuna jambo ambalo nataka tutimize na tutatimiza ndio arudi. Ajaridaya amepumzika kwa ajili ya kuwa kwa program, lakini kazi ya Mungu bado inaendelea. Mama
kwa ajili ya mzee na ujasiri alio nao. Maana mimi hata nikitaka tufanye kitu nikimuita yeye anakuja kusema Lubanga twende, sababu anajua kama nikupita hapo tutaenda kufanya nini, na hana uoga. Mungu akubariki na kutendea mema. Asanteni. Kwa jina ni Harrison Lubanga, ile Rida St. Jude's Huruma. Barikiweni. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ambao tumesimama hapa ni wandugu wa ushirika wa East African Revival Fellowship Tukutengereza. Mimi jina ni Julius Murage. Mwaka wa 1993 3rd of September ndio Yesu alinionyesha dhambi zangu, na aliponionyesha, japo nililelewa na wazazi wameokoka, lakini dhambi za wizi, dhambi za unywaji wa pombe, dhambi za uasherati, kuabudu sanamu, Bwana akanihukumu kwazo, nikazipeleka msalabani. Mwaka wa 2005 ndio nimekuwa wa kanisa hili, na mzee huyu amekuwa ririda katika kanisa hili, lakini sijamuona ushirika. Leo ndio nataka nikukaribishe kwamba kama kuna mahali ambapo uongofu unatunzwa na dhambi inaondolewa, mtu anafunguliwa na kuwa huru ya kuhubiri Yesu peke yake, ni katika ushirika. Baba, unapoenda nyumbani, tafuta ushirika. Kwa Kijaluo inaitwa udhichieng, sijui kwa Kiluya inaitwaje, ile nasari usanjirani pale. Hapo ndio nguvu ya wokovu inalindwa. Kwa hivyo hapa Nairobi haujakaa karibu. Sasa hapo ndio nguvu ya wokovu inalindwa. Mtu anatengenezwa, anatakaswa, akisimama amepigwa msasa kwamba anaweza kusimama. Juzi tulipokuwa na msiba wa ndugu, ndio ndugu alitumwa kule Homa Bay, Oyugis hapo, ndugu ndiye alitumwa, na sasa tuliposikia kwamba analitaya akatualika, na sisi tunataka ndugu kukualika. Sasa ukienda nyumbani, mama, shika ndugu mkumbushe aliambiwa sasa arudi nasari hapo, na nguvu ya wokovu itasimama. Utafundishwa kutembea, kunyenyekea, hata katika maisha mapya na huduma mpya ya kule nyumbani. Huyu ndugu yangu anaitwa Elisha Kibashia Wagato, anampenda Yesu, na pia nilirida mwenzake wa huyu ni Taya, wamefanya kazi pamoja. Godfrey ni ndugu wa ushirika kutoka kule Taita. Tuko na ndugu Kriza Mkoya, pia ni lerida, lakini mchungaji St. Francis Karen ni ndugu. Huyu ni mchungaji lerida na ni ndugu, tena ndugu mzuri. Akifika Western ataingia kwa ushirika. Sasa kuna ndugu wa kuelekeza katika ushirika. Kwa hivyo sisi wa ushirika, mtusamehe, tumeingia kuchelewa hivyo. Tumetoka ushirika hapa Chachame, na kwa sababu tulikuwa na mzigo wa kuja kuona ndugu. Sasa mkubali kama ushirika tusifu, tumkabidhi sasa sendo nzuri, aende aingie katika ushirika. Haleluya, sifa kwa
asifiwe. Nikisema sitakuwa narudia ni kuharibu wakati. Kwa hivyo muniombee kwa hii safari ambayo naanza mpya. Mungu anipe nguvu. Kama nitaenda Butere, kazi iendelee. Lakini nitakaa Nairobi mpaka Ugong'ati kunipatia ile pesa ya inaitangwa jamii. Inaitwa nini? Utapewa. Hiyo nitakupea wewe pia. Ikifika Disemba nitakuwa na 70 years. Kwa hivyo Ugong'ati nitakuja unifiksi kwa hiyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ni wakati mwingine njema. Tunataka kuendelea kukula. Tumekula ya kwanza na hii naye ni tamu zaidi. Mama hapa. Hapa wanatuonyesha kwamba maisha ya wanasema ni kama itakuwa msafi sana, shwari, tamu sana kama hii keki hapa. Labda wengine tunaweza wafuata huko tuendelee kuishi hii maisha. Lakini ni sawa. Hata tupatie mama nafasi aombee keki kabla tujaikata. Karibu. Bariki keki. Bwana Yesu Kristo mbele yetu. umenijibu moja, umetutendea wengi, mimi nimerudi, japo mengine bado, ila natambua thamani ya hili moja ulilolitenda. Wale wengine tena mimi sijui, ila nachojua kwangu umetenda. Mengine sijui, ila hili Bwana nimejua umenitendea. Mimi ni
Msamaria tu, mtu wa makabila mengine, wala sikustahili haya ulionitendea. Wengine sijui wanaona nini, ila mimi Bwana ninauona wema wa ajabu. Wenye ukoma tulikuwapo, na neno lako alikufanya makosa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Wenye dhambi tulikuwa wengi, na damu yako ikanitakasa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Utukufu kwako na heshima zote, umenitenda wema, we Baba, we Yesu. Inua mikono yako juu namna hii, twende. Utukufu kwako na heshima zote, umenitenda wema, we Baba, we Yesu. Wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sababu tumeiombea siku hii na ukaweza kuifanikisha. Tunalinua jina lako takatifu, maana Mungu umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi. Asante kwa safari zote zilifanywa kwa ajili ya sherehe hii, kazi zote ambazo zilifanywa kwa ajili ya siku hii, na Mungu wetu tumeiona inapofika tamati salama. Tunakurudisha shukrani. Basi tunakuomba kwa ajili ya kila safari ambayo wapendwa watafanya pahali popote walipotoka. Mungu wetu, tunaomba Bwana ukawarudishe salama. Nasi tunapoendelea na siku hii na kujitayarisha kwa ajili ya siku ya kesho, neema yako tunakuomba iweze kuwa pamoja nasi. Asante kwa familia ya mzee wetu Okello. Uendelee Mungu wetu, maneno yale ambayo yamenenwa juu yao Baba, ukaweze kuidumu katika maisha yao na iendelee kwa utukufu wa jina lako. Na sasa Mungu wetu, tunaomba Bwana uliye na neema zote, ukae pamoja nasi, maana tumeomba kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Na basi tushirikiane kusema neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na